Ni familia ile ile tu. Muhammad kwanza, Muhammad labda mtazamaji niongee kitu kimoja ambacho watakuwa wakielewi. Kwanza Muhammad si Mwarabu kwanza. Watu waelewe vizuri. Mtume Muhammad si Mwarabu. Si Mwarabu. Sasa tunaposemaga Ismaili ni baba wa Waarabu. Sasa nataka nijibu. Yaani ni hivi, Ibrahim mwenyewe si Mwarabu. Si Ibrahim si Mwebrania? Ndio. Kama Ibrahim ni Mwebrania, inakuwaje Ismaili awe Mwarabu? Unaona hapa aingia kilini. Kwa hiyo Ibrahim mwenyewe ni Mwebrania. Mtoto wake Ismaili Mwebrania. Sasa Ibrahim wakati anakuja pale Maka, Waarabu tayari wapo na wanazungumza lugha ya Kiarabu. Na ukisoma Islamic history, Ismaili alijifundisha Kiarabu kwa Waarabu. Kwa hiyo yani Muhammad atakuwa Mwarabu kwa maana tu aliishi eneo lile la Arabuni. Arabian Peninsula. Kama tunavyosema Afrika ni eneo. Hata Misri ni Arabu japokuwa ni weupe, lakini Afrika ni eneo. Kwa hiyo Arabu ni eneo kwa maana eneo lile lenye kilomita za mraba milioni na robo linaitwa Arabuni. Kwa hiyo kwa vile Ismaili alikaa pale na kizazi chake wakakaa pale, wakaitwa Waarabu kwa maana waliishi ile eneo, lakini original asili yao wale si Waarabu, wale ni Waebrania. Wanatokana na Ibrahimu na Kiarabu. Ismaili alijifundisha kwa Waarabu, yeye mwenyewe alikuwa juu Kiarabu, wala mama yake alikuwa juu Kiarabu, ambaye ni Hajiri Misri. Kwa sababu wa Misri wa mwanzo wanaitwa Wakipti, ndio jina Egypt limetoka. Jina Egypt maana yake ndio wale watu wenye asili ya Misri, ambao hawa walikuwa wazungumzi Kiarabu. Lugha yao inaitwa Coptic language, ambayo mpaka leo inazungumzwa na kanisa la Coptic la Misri. Ipo hiyo lugha mpaka leo haijafa. Kwa hiyo Ismaili mwenyewe si Mwarabu kwa upande wa mama yake, wala kwa upande wa babake si Mwarabu. Alijifundisha Kiarabu kwa Waarabu ambao wanaitwa Bani Jurhum, ambao walikuwa pale maeneo ya Maka, akajifundisha Kiarabu akajua. Kwa hiyo Uarabu kwa maana ya kuishi eneo hilo tu, sio kwa asili. Kwa hiyo kwa asili Muhammad si Mwarabu. Na ukisema Muhammad ni Mwarabu, ina maana Muhammad atakuwa mtume wa uongo, atakuwa tokana na Ibrahim. Ibrahim mwenyewe si Mwarabu. Kwanza nataka nikuwekea hicho kipengele watu waelewe, na ukitaka kusoma kitabu soma kinaitwa Rahikul Maktum. Hata cha Kiswahili kipo kinaitwa Kariakoo, na cha Kiarabu kimeeleza kabisa Ismaili alijifundisha Kiarabu kwa Bani Jurhum. Mwanzoni kabisa historia imeelezwa. Alafu kipengele cha pili kwa nasemaje? Kipengele cha pili kilikuwa sasa tunafuata kuhusiana na maisha ya kwamba maisha ya kwanza nilitoka kwenye Naam. Kwanza nikubaliane na Sheikh Abubakar Kada kwamba kabisa Ismaili hakuwa Mwarabu kwa sababu baba yake ni Mwebrania, na ikiwa baba yake ni Mwebrania basi yeye atakuwa ni Mwebrania, na mama yake ni Misri Mkopti, basi Ismaili ana Uarabu kwa upande wa baba wala upande wa mama. Ama Muhammadi aliyedai kwamba Muhammadi ni Mwarabu ni Allah mwenyewe. Zipo sehemu nyingi zenye Qur'ani imesai kwamba kwamba Muhammadi ni Mwarabu anayetokana na Waarabu, nabii aliyeumi anayetokana na Waarabu. Kwa hiyo Qur'ani imekiri, Allah amekiri wazi kwamba Muhammadi ni Mwarabu. Na Makureishi, Muhammadi ikatokana na Makureishi, ukoo wa Bani Hashim. Hawa ni Waarabu, sio Waarabu kwa maana ya kukaa pale, lakini ni Waarabu haswa kiasilia. Na kwa sababu hiyo basi Sheikh Abubakar Kada Mkange, Muhammad atakuwa ni nabii wa uongo, kwa sababu katika hubini wa Ismaili hakutokea nabii yeyote. Manabii wametokea katika hubini wa Isaka, kama Qur'ani yenyewe ilivyokiri kwamba Mungu akaweka katika ukoo wa Isaka unabii na kitabu. Lakini pia tunaposoma kitabu ulichotushauri hiki Ar-Rahik al-Maktum kwenye ukurasa wa 46 inasema hivi. Ukurasa wa 46 huu hapa inasema, kabla ya Uislamu watu wa Jahiliya walishikilia ushirikina huu, bado wakiendelea kufuata baadhi ya mila za Ibrahim, hawakuwa wameacha dini yote. Mfano halisi ni jinsi walivyoendelea kuitukuza Al-Kaaba, kuisunguka, kuhiji, kufanya umra, kusimama Arafa na Muzdalifa na kuchinja ngamia. Walifanya hayo isipokuwa walizusha katika hayo mambo mengi. Katika hayo walioshusha ni pamoja na kule kusema kuwa Makureishi wao walikuwa ni watoto wa Ibrahim na watu wa Aram, mahali patakatifu, watawala wa Al-Kaaba na wakazi wa Maka. Kwa hiyo kumbe kitabu ulichokileta kinasema wazi kwamba hilo dai la kusema kwamba wao ni watoto wa Ibrahimu, wao ni watoto wa Ismaili ni uzushi, ni uzushi.
Kwa hiyo asante sana shekhe, na hili ni jambo ambalo mashehe wengi hawataki kukiri kwamba Ibrahimu na Isaka hawana uhusiano wowote na Makureshi. Muhammadi Allah amesema ni Mwarabu, na umesema wazi kabisa, ikiwa Muhammad atakuwa ni Mwarabu basi atakuwa ni nabii wa uongo, kwa sababu unabii na kitabu uliwekwa katika hubini, katika ukoo wa Ishmaili kupitia kwa mwanawe Isaka. Basi nikushukuru sana kwa hili, na Mungu akubariki Shehe Abubakari Kada kwa kulikiri hili jambo wazi, jambo ambalo mashehe wengi wamekuwa wakilipinga. Ubarikiwe sana.